Israeli ni taifa ambalo Mwenyezi Mungu alilipa bahati kubwa sana, kwani sehemu kubwa ya mitume wa Mwenyezi Mungu walitoka katika nchi ya Israeli. Licha ya hayo yote, mtume mmoja mkubwa wa Mwenyezi Mungu akijulikana kama Yesu kwa upande wa Kristo, na pia kwa upande wa Uislamu wakimuita Nabii Isa bin Maryam, hatambuliki katika taifa hili. Kuna sababu nyingi ambazo leo hii Wayahudi hawamtambui Nabii Isa au Yesu Kristo, tena wakiulizwa wanasema ya kwamba alikuwa ni mchawi, huku wengine wakisema ya kwamba hata sasa hivi yuko Jehanamu. Badala yake Waisraeli wanatarajia kwamba Masihi atakuja na bado hajaja mpaka leo hii, na wanataja baadhi ya sababu. Sababu inayotajwa ni kwamba kama Yesu wa kipindi hicho kwamba alikuwa ni Masihi, kuna baadhi ya mambo ambayo hayakufanyika, ikiwemo kuweza kuyaunganisha makabila ya Israeli. Watoto wa nabii Israeli au Yakobo, Waislamu wakimuita Yakubu, walikuwa na makabila 12. Sasa inatajwa kwamba mpaka leo hii bado makabila hayo yote hayajaweza kukusanyika katika taifa hilo la Israeli, na inatajwa kwamba Yesu hakufanya hivyo, na ndiyo maana wao wanakataa kwamba Yesu hakuwa Masihi. Lakini pia wana madai yao ya kwamba Yesu huyo wa kipindi hicho anayetajwa katika vitabu vitakatifu kwamba alikuwa ni mchawi. Moja kati ya sababu wanaotaja kumshutumu Yesu au Nabii Isa kwa shutuma zao wanazozielekeza kwake kwamba alikuwa ni mchawi ni kwamba alipoingia katika hekalu aliwahi kutoa maelezo ya kupinga taifa la Israeli, na maelezo haya yapo katika Biblia kama nilivyoweka hapo, na aliposema maneno hayo walikasirika sana na wakachukua silaha waweze kumshambulia, wakachukua mawe waweze kumshambulia. Lakini katika hali ya kushangaza ni kwamba yeye Nabii Isa au Yesu alipotea na wakabaki wanashambuliana wao kwa wao. Mashambulizi hayo yalisababisha vifo vya watu 1000, na kitendo hiki ndicho kilichofanya aliyekuwa kuhani mkuu wa kipindi hicho asimame tena mbele ya hekalu na akasema, inakuwaje hekalu takatifu kama hili lichafuliwe namna hii, kama huyu anayesababisha haya si mchawi, na amewezaje kupotea humu kwa namna ambayo haieleweki? Hivyo kuanzia hapo ndipo walipokata shauri ya kuweza kumtafuta na kuweza kutaka kumuua, japokuwa katika vitabu vingi, kitabu kama Qur'ani kinasema hawakufanikiwa katika lengo lao, huku Biblia ikitaja kwamba waliweza kufanikiwa kumuua Nabii Isa kwa kumuweka msalabani. Leo hii Israeli imeanzisha tena vita na Iran. Mnamo mwaka 2025 mwezi wa 6, Israeli ilianzisha vita na Iran, na katika vita ambayo ilichukua siku 12, licha ya kwamba vita hiyo ilionyesha wazi ya kwamba Israeli inakosa uwezo wa kuishinda Iran. Sababu zikiwa ni nyingi, ikiwa ni pamoja na uwezo wa Israeli kuweza kufanya mashambulizi kutokana na umbali kutoka Israeli mpaka Iran. Israeli ilikuwa inapungukiwa baadhi ya vitu, ikiwemo ndege za kujaza mafuta, kwani wana ndege 6 tu. Hivyo walikuwa inazuia wao kuweza kufanya mashambulizi ya kutosha nchini Iran. Lakini pia hawakupata sapoti ya mataifa makubwa kama Marekani na mataifa mengine ya Ulaya, kwani Marekani hawakutaka kuingilia vita hiyo moja kwa moja. Lakini pia uwezo wa makombora ya Iran ulichangia sana kwa Israeli kuweza kudhibitiwa, huku ikipata madhara makubwa sana kutokana na makombora hayo kufanya uharibifu mkubwa nchini Israeli. Licha ya kwamba ilionekana wazi ya kwamba Israeli haiwezi kushinda, lakini leo hii wamefikia tena hatua ya kuanzisha vita dhidi ya Iran. Kwa nini wanaanzisha vita tena dhidi ya Iran? Kwa sababu Iran ni kikwazo ili Israeli iwe taifa kubwa. Leo hii wanajeshi wa Israeli wanavaa nguo ambazo zina ramani inayoonyesha Israeli ikiwa ni taifa kubwa. Wao wanadai ya kwamba Nabii Daudi alitawala eneo kubwa ambalo ndo lilikuwa la Israeli, na wanataka eneo hilo lirudi. Nabii Daudi alikuwa ni Masihi. Masihi maana yake ni mpakwa mafuta. Kwa hiyo wanaamini ya kwamba atakayeweza tena kuwarudishia eneo lao kubwa ni mpakwa mafuta. Hivyo wanasubiria kurudi kwa nabii au kwa Masihi mwingine. Wakati dini za Ukristo na Uislamu zote zikiamini ya kwamba Masihi Isa bin Maryam au Yesu Kristo atarudi, wao wanasubiria kurudi kwa Masihi au kuja kwa Masihi ambaye wanasema hajawahi kuja tangu kipindi hicho, ili aje aweze kurudisha Israeli iwe taifa kubwa. Lakini pia kuna
ieleweke ya kwamba wao wanaamini atarudi muda gani, na ndiyo maana wanaanzisha vita muda wote. Wanaamini ya kwamba Masihi atakuja kuwaokoa, hivyo wanaanzisha vita ili aweze kuja kuwaokoa, kwa sababu ndiyo muda ambao itapaswa aje. Hivyo katika vita hii wanaamini ya kwamba Masihi atarudi muda huu na atakuja kuwaokoa na kuunganisha tena makabila yote 12 ya Israeli, na atafanya Israeli liwe taifa kubwa.